wakati wa kuhitimisha hoja. Mimi niweke wazi tu mambo machache. Mheshimiwa Spika, hili jambo la deni la taifa, na wananchi walisikilize vizuri. Moja, hatutofautiani tu kuhusu namba, figa, kuhusu jumla ya deni, lakini tunatofautiana kuhusu jambo la kwanza, kuhusu kukopa kwenyewe. Hatujaelewana vizuri kuhusu hili jambo la kukopa. Wengine wanadhani tunakopa kwa sababu nchi yetu ni maskini. Wengine wanadhani tunakopa kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Wengine wanadhani ni Tanzania tu inayokopa. Mheshimiwa Spika, moja, hatukopi kwa sababu sisi ni maskini. Tunakopa kwa sababu sisi ni matajiri. Mheshimiwa Spika, maskini huwa hakopi. Maskini hakopi kwa sababu hana cha kulipa, haaminiki. Maskini hawezi kuaminika kukopa. Mheshimiwa Spika, na hili jambo la umaskini liko kwenye ni subjective, ni jambo ambalo si objective, ni jambo ambalo tunaenda ngazi kwa ngazi. Yule aliye tajiri zaidi duniani ndio mwenye deni kubwa zaidi duniani. Iko hivyo. Kwa hiyo sasa hivi ukipanga ukubwa wa madeni, anayeongoza ni yule mwenye uchumi mkubwa zaidi duniani, ndio mwenye deni kubwa zaidi duniani. Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa yale manchi yote 10 yanayoongoza kwa uchumi duniani ndio yenye madeni makubwa duniani. Ukija hapa Afrika, ukipanga chumi kama tunavyopangana, kuanzia nchi yenye uchumi mkubwa zaidi hapa Afrika ndio yenye deni kubwa zaidi hapa Afrika. Nchi ya mwisho kwa uchumi hapa Afrika ndio yenye deni dogo zaidi, na zingine hazina hata deni. Ni kwa sababu gani? Ukopaji ni utekelezaji tu wa mradi, kwamba unachukua fedha kubwa kwa mara moja, utekeleze mradi, halafu ulipe kutokana na kipato kile ambacho ungekitekeleza kwa mwezi moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata asiye mtumishi wa serikali hawezi kukopa salary advance. Ukiajiriwa ndo unaweza ukachukua salary advance, halafu unaanza kurudisha kutokana na mshahara unaolipwa. Hii iko hivyo. Kwa maana hiyo, hili ambalo tunafanya, kuliko ujenge reli kutoka Dar es Salaam mpaka Kigoma kwa makusanyo ya mwezi mmoja, Mheshimiwa Mwenyekiti na Watanzania tuelewane, ukichukua malipo ya mwezi mmoja ndo ukaanza kulipia mradi mkubwa kama wa reli, maana yake utamuweka yule anayejenga, yule mkandarasi, kwa miaka 50 au 60. Unachukua fedha ya miaka 20, unaiweka, unalipia ule mradi uanze kukurudishia malipo yake, halafu wewe kwenye makusanyo yale uanze kulipia kile ulichokikopa. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata mimi tu hapa deni langu ni dogo kuliko deni la bilionea Msukuma. Msukuma lazima ana deni kubwa. Wewe bilionea lazima atakuwa na deni kubwa kuliko mimi. Hata hapa hivyo. Mbunge wa kawaida hivi ambaye hana mabiashara makubwa, deni lake halilingani na mbunge mwenye mabiashara makubwa. Hivyo ndivyo ilivyo. Yeye atakuwa amekopa salary advance, lakini yule atakuwa amekopa mpaka IFC. Atakuwa amekopa mpaka na mabenki ya nje ya nchi. Hicho ndicho ambacho tunatofautiana kuanzia mwanzo. Hatukopi kwa sababu tuko maskini. Tunakopa kwa sababu tunaaminika, na tunakopa kwa sababu tunatekeleza miradi ya msingi ya kimaendeleo. Hicho ndicho ambacho tunafanyika. Na sheria moja ngumu sana iliyowekwa kwenye mambo ya mikopo ni ya nchi ya Tanzania. Ndio maana kwa ukanda wa SADC na ukanda wa EAC, nchi moja ambayo deni lake limetajwa kwamba ni himilivu na linafuata masharti ni Tanzania. Na haya si maneno ya serikali wala si maneno ya waziri wa fedha. Ni wataalamu wanaochambua madeni wamesema Tanzania ndio nchi ambayo iko na B1 positive kwa nchi zote za EAC na za SADC. Moody's wamefanya mwaka jana, wamefanya na mwaka huu, wamekuja na matokeo yale. Fitch Ratings wamefanya mwaka jana, wamefanya na mwaka huu, wamekuja na matokeo yale. Na imetambulishwa duniani kote. Ingekuwa taarifa ya NBS mngesema hii ni ya serikali. Hawa ni wale magwiji wa kwenye eneo hili. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, niliona niseme hili, na taarifa hizi zinatuambia bado tuko vizuri. Na Mheshimiwa Spika, kuna mchangiaji mmoja alisema kwamba
mbona concessional loans zimeongezeka wakati commercial zimepungua? Concessional loans hii ni mikopo yenye masharti nafuu. Hizi ndo ambazo unaona hizi framework agreement ambazo tunazipata, na tunazipata tu kwa sababu nchi inaheshimika, na hizi ni nafuu, riba yake ni chini ya 2%. Ni tofauti na kwenda kukopa mkopo wa kibiashara ambao riba yake ni 10%, 12% na kuendelea. Kwa maana hiyo, hii kuongezeka ni akili kubwa sana ambayo rais wetu ameitumia kuhakikisha tunakopa mikopo yenye masharti yaliyopoa. Mtu yeyote anayekopa angetamani apate masharti yaliyopoa. Nchi zingine hawezi wakapata hata hiyo, lakini hizi ni PR, ni mahusiano makubwa ya nchi yetu na nchi zingine ambazo rais wetu ameyajenga, na hii ni jambo ambalo linasaidia. Lakini la mwisho ni waondolee hofu wa Tanzania. Hamna siku Mtanzania atagongewa nyumbani kwake na mkusanya madeni kwamba unadaiwa hapa nchi yako ilikopa. Hamna siku hiyo. Haya ni matumizi ya serikali. Haya ni matumizi ya serikali, yatakuwepo kwenye bajeti za serikali, kwa sababu hicho ndicho ambacho kinafanya nchi inakopa kwa kuangalia bajeti za serikali. Sasa wenzetu wanaenda huko wanaanza kumwambia mwanakijiji aliyeko kule, ninyi hapa mnadaiwa, ninyi hapa mnadaiwa. Labda wao ndo wanawadai ile michango ya kwa ajili ya kuendesha vyama vyao vya siasa. Lakini deni la taifa, hakuna siku Mtanzania mmoja atakutwa nyumbani kwake kwamba wewe unadaiwa, kwamba ataswagiwa mifugo yake ama atachukuliwa mahindi yake. Utaratibu wa uendeshaji wa nchi hauko namna hiyo. Mheshimiwa Spika, niliona nilisemea hilo, na nimalizie kwamba kwenye masuala ya deni hakuna siku tunakopa kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Hii yote fedha inayokopwa inakwenda kwenye miradi ya maendeleo, miradi inayofungua uchumi wa Watanzania. Mathalan, zamani ilikuwa mtu akitoka Mbeya kwenda Arusha inabidi apite Njombe, Iringa, Morogoro, Tanga ndo aende Arusha. Lakini tukafungua njia ya kutoka Iringa kuja Dodoma, na tukafungua njia ya kutoka Dodoma kwenda Manyara, na tukafungua kwenda Arusha. Hata kama ule ni mkopo, lakini chachu tulioifanya kwenye uzalishaji kwa wananchi ni jambo kubwa kuliko kwenda kuchukua mkopo wa aina hiyo.